Asamani. Kumbe upo. Naam. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza Nyamonge unajua Mungu alivyoumba watu, kuna watu kila mtu kampa kazi yake. Nyamonge wameandaa kitu kikubwa ambacho walemavu hawajasaulika, lakini wamesaulika kimichezo. Sasa Mungu kaamua kumpa kibali Nyamonge, nendeni duniani ukaandae tamasha la bora, watu waende wakafurahi na wenyewe enjoy. Tuwapigeni makofi kwa Nyamonge. Ladies and gentlemen, ndugu waandishi wa habari, Nyamonge tarehe 8 Mwembe Yanga, tarehe 8 watu watakuja kuona maajabu. Watu wanasema eti maajabu ya Musa. Watu waliona mpira wa kombe la dunia, Messi na Mbappe, yale yalikuwa sio maajabu. Yaani sasa haya ni maajabu. Watu watakuja kuona walemavu wanapopiga pira, walemavu wa macho wanapiga pira. Msio mkasifu wanaona jamani, Nyamonge wameandaa tamasha kubwa tarehe 8. Yaani tarehe 8. Tarehe ngapi? 8 mwezi wa ngapi? Wa 6. Mwembe Yanga, tuje tukaangalie burudani. Mimi mwenyewe nitakuwepo, Bambo atakuwepo. Jamani, wazazi wenye watoto walemavu waleteni. Serikali yetu tukufu ndio tuletea amani. Siko amenielewa? Tutakokuwa tunaandaa ile tamasha na nyinyi naweka mkono. Kwa hiyo Nyamonge tunawashukuru sana kwa kuandaa tamasha. Na sio hivyo, mimi ongea na mkurugenzi kasemaje, vitu vingine siku kujisema, lakini mimi naropoka. Kuna vitu vingine kaviandaa lakini baada hajavitaja. Kwa mfano kama mashindano ya mabodaboda, mashindano sio ya mbio, sio vitu vyote kashaviandaa, lakini kaanza na hili la walemavu. Watu jamani, maajabu ya Musa sio maajabu, maajabu ya tarehe 8 Mwembe Yanga. Jamani, sisi tunafurahi sana kurugenzi, na uzidi kuwa na roho hivyo. Unajua una kibali cha Mungu. So hiyo sio amri yako Nyamonge, hiyo sio amri yako. Umepewa kibali na Mungu cha kuja kuandaa mechi za walemavu. Yaani hiyo sio kazi yako, ni kazi ya nani? Ya Mungu. Hata huyu Nyamonge atuambie ukweli, huku kwenye kuapa huku ana muhuri wa Mungu. Nendeni duniani ukaanzishe mpira wa walemavu. Jamani, mimi nitakuwa kwenye upande wa wapofu, wale vipofu wale. Wewe nitakuwa mimi sina mengi ya kusema zaidi ya kusema, ndugu waandishi wa habari, tunawapenda. Nyinyi ndio mnakuza Tanzania, nyinyi ndio mnakuza watu wote maarufu, na mimi nikuza kila mwandishi wa habari hapa anavyoniona malengo yake yatimie. Na nilikuwa naiomba serikali yetu tukufu, waandishi wa habari wape kipaumbele. Nyinyi ndio kila kitu. Kama kuna mwandishi wa habari yoyote hata kama na followers 3, jamani, mheshimiwe, nyinyi ndio kila kitu. Kwa hiyo tarehe 8, narudia tena, tarehe 8 mwezi wa 6 Mwembe Yanga, jitokezeni mapema. Furaha yote duniani, mipira sio ya nini na nini, furaha kula kuna furaha ni tarehe 8. Tarehe 8 Mwembe Yanga, mje muone vilemavu wanapopiga mpira, wanakuzidi wewe mpaka huko ambao upo mzima. Nasema assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nimemaliza. Kakangu wa ukweli, waje pia kuona viziwi wanapocheza muziki. Viziwi. Unakata viuno. Ngololo. Kwanza mapenzi safari. Uchana ni maji. Viziwi ndio wanapocheza dance. Kumbe kuna burudani nyingi. Ya kutosha. Ladies and gentlemen, jamani, Tanzania raso sora. Unajua Nyamonge ana muhuri wa Mungu. Jamani, nafurahi. Mimi nitakuwepo. Yaani saa 1 asubuhi nitakuwa na dadangu Suzi. Baada sio shida zangu mapema sana. Mimi saa 12 niko pale. Yaani ukiona watu kama hao, tunafanya kumwambia tu mtanibebe kwenye chupa kwa wakati. Mambo watakuwa vipofu na walemavu. Hiki kibali ulichopewa na Mungu utakuja kuleta hii burudani za mipira. Naomba uendelee. Na sio hili tu, kuna vitu vingi Tanzania vinakutegemea kwa kuwa ushakuwa na kibali cha Mungu. Amen. Kuna vitu vingi, hata vile vitoto vilivyozaliwa leo viandalie tamasha. Amen.